mama mjamzito anawaza sana, anaogopa sana, kwa sababu anaona kuna wenzake ambao walikuwa na ujauzito wakaenda hospitalini wakafariki dunia wakati wanajifungua. Mama amekufa, mtoto amekufa. Kwa hiyo mama yule ambaye yuko hai, ndani yake kuna taarifa za hofu zinaingizwa huku, labda na marafiki, labda na matukio ambayo anayaona kila siku, vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo na yeye inaingia hofu, anajiona atakufa japokuwa wakati huu ni mzima. Lengo la shetani, anamletea ndani yake roho ya hofu. Kifo cha wenzake anakileta ndani ya moyo wake, aanze kuona na mimi nitakufa muda wowote ule. Kwa hiyo hiyo ni agenda yake ya uharibifu. Anajua kabisa nikishaingiza hii roho ya hofu alafu ukaikubali, nimekumaliza na roho ya mauti, japokuwa kuishi ni fungu lako. Akuta anawekewa picha ya kufa, akipita kwenye makaburi anajua nitakufa, niko na tumbo langu kubwa, mimi nitakufa tu. Alikufa jirani yangu, ile siku tu anajifungua amekufa, kwa sababu ile taarifa ameshazingiza ndani ya moyo, zinaanza kumsumbua. Hana ile roho ya amani ndani yake. Mwovu ameingia kwenye kambi, anaanza kumtia pressure na yeye ajione ameshakufa. Yale mawazo ambayo analetewa, anajiona ameshakufa, anampa shetani mamlaka ya kumuua na roho ya mauti, kwa sababu ameshaipokea na kuikubali, akajiona na yeye atakufa. Huo ni mchakato wa kuondolewa uhai wake na mtoto wake. Hofu inapokuja, kama hauwezi kuiteka nyara kwa neno la Kristo, Biblia inasema tukiteka nyara kila fikra, tukiteka nyara, tukiangusha mawazo. Kama mawazo ya hofu, yule mjamzito hataweza kuyaangusha na kuweka mawazo mengine kwa kusema hivi, sintokufa nitaishi. Yale mawazo ya mauti yanaanguka. Ile neno la kuishi, kuna mawazo mengine yanainuka pale. Hofu ni roho, maneno yako ni roho. Hofu ni roho inayokusikia kwenye maneno yako. Anaposikia ndani yake mawazo utakufa, yeye atakuwa asema hivi, sintokufa nitaishi kwa neno la Bwana. Unasema kwa jina la Yesu, sintokufa nitaishi. Ni kweli, hofu ulifelisha wengine, hautonifelisha mimi. Uliua wengine, hautonimaliza mimi. Kwa jina la